Tanzania ina makabila zaidi ya 120 hadi 130 kutegemea na namna yanavyohesabiwa na watafiti mbalimbali. Lakini moja kati ya kabila maarufu sana nchini Tanzania ni kabila la Wamakonde. Wengi wetu tunawafahamu Wamakonde, wengine wanawafahamu kama Wamachinga. Hawa wanapatikana sana katika mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara. Je, unamfahamu mwanamke wa kwanza wa Kimakonde alitokea wapi? Ungana na mimi katika simulizi hii fupi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike. Kabila la Wamakonde ni moja kati ya makabila maarufu zaidi Afrika Mashariki kutokana na historia yao ya kipekee, utamaduni wa sanaa za uchongaji pamoja na mapambano yao dhidi ya ukoloni. Wamakonde wanapatikana zaidi kusini mwa Tanzania katika mikoa ya Mtwara na Lindi, huku upande mwingine mkubwa ukiwa kaskazini mwa Msumbiji. Jina la Wamakonde linaaminika kutoka kwenye neno la maeneo yenye misitu minene na vichaka vinavyoitwa Likonde. Hivyo watu walioishi katika maeneo hayo waliitwa Wamakonde. Kwa mujibu wa tafiti za historia za Kiafrika, Wamakonde wanaaminika kuwa sehemu ya jamii za Kibantu zilizohama kutoka Afrika katika karne nyingi zilizopita. Safari yao ile ikielekea kusini mashariki mwa Afrika mpaka maeneo ya tambarare za juu zinajulikana kama Makonde Plateau kati ya Tanzania na Msumbiji. Wataalamu wengi wanaamini walifika maeneo hayo katika karne ya 16 hadi 18 wakikimbia vita vya makabila, biashara ya utumwa, njaa na ukame, migogoro ya kifalme kutoka maeneo ya katikati mwa Afrika, huku mto Ruvuma ukitumika kama mpaka wao wa asili kati ya makazi yao ya Tanzania pamoja na Msumbiji. Mbali na historia rasmi, Wamakonde wana simulizi zao za kale zinazopitishwa kizazi hadi kizazi. Mfano, hadithi ya mwanamke wa kwanza. Moja ya simulizi maarufu inasema kulikuwa na mwanaume mmoja aliyekuwa akiishi peke yake msituni. Alichonga sanamu ya mwanamke kwa kutumia mti. Usiku mmoja sanamu hiyo ilipata uhai na kuwa mwanamke halisi. Wawili hao wakaanzisha kizazi kilichokuja kuitwa Wamakonde. Hadithi hii ndiyo sababu ya sanaa ya uchongaji ina nafasi kubwa sana katika utamaduni wao, japokuwa hizi ni hadithi za kusadikika. Wamakonde waliishi zaidi kwenye maeneo ya miinuko na misitu minene ili kujikinga dhidi ya wavamizi, wafanyabiashara wa utumwa pamoja na makabila hasimu. Walijenga nyumba za udongo na nyasi, mara nyingi zikiwa zimezungukwa na mashamba ya mihogo. Chakula chao kikuu kilikuwa mihogo, mahindi, mtama, kunde, samaki na nyama za porini. Mihogo ilikuwa muhimu sana kiasi kwamba ilisaidia Wamakonde kuhimili kipindi cha ukame. Kumekuwa na stori nyingi kuwa Wamakonde wanakula panya, lakini si Wamakonde wote. Katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Tanzania na Msumbiji, kula panya wa porini ni sehemu ya utamaduni wa baadhi ya zaidi za Wamakonde pamoja na makabila mengine. Sababu kubwa ya utamaduni huu ni mazoea ya zamani, walizoea kuwinda, kula na vyakula vya porini. Kingine ni chanzo cha protein. Kipindi cha zamani maeneo yenye upungufu wa nyama yalikuwa mengi. Nyingine ni ladha. Baadhi yao wanaamini ni chakula kitamu kama wengine wanavyopenda samaki au kuku. Mara nyingi wanaliwa wale panya wa porini, yani panya buku, sio panya majumbani. Hii si kitu cha ajabu sana duniani. Jamii mbalimbali, sehemu tofauti tofauti duniani kula vyakula ambavyo wengine hawawezi kula kutokana na tofauti za kitamaduni. Wamakonde huzungumza lugha ya Kimakonde ambayo ni sehemu ya lugha za Kibantu. Kuna lahaja tofauti tofauti kulingana na eneo lao. Mfano, Kimakonde cha Kitanzania na Kimakonde cha Msumbiji. Lugha hii bado inatumika sana vijijini na katika shughuli za kitamaduni. Wamakonde katika karne ya 18 na 19, maeneo ya kusini mwa Tanzania yaliathiriwa sana na biashara ya watumwa iliyokuwa ikifanywa kupitia pwani ya Zanzibar. Lakini Wamakonde walijulikana kwa kupinga utumwa kwa nguvu kubwa. Walikimbilia kwenye miinuko mikuu kufikia ambapo wafanyabiashara watumwa walishindwa kuwakamata kirahisi. Kutokana na upinzani huo, Wamakonde walipewa sifa ya kuwa mashujaa, wapiganaji hodari, watu wasiopenda kutawaliwa. Katika enzi za ukoloni chini ya Wareno wa Msumbiji, upande wa Msumbiji, Wamakonde walitawaliwa na Wareno kwa muda mrefu. Walilazimishwa kulima mazao ya biashara, kulipa kodi, kufanya kazi za lazima. Hali hiyo ilisababisha chuki kubwa dhidi ya ukoloni.
Mapambano ya uhuru katika mwaka 1960, Wamakonde wengi waliingia katika harakati za kupigania uhuru wa Msumbiji kupitia chama cha Frelimo. Wapiganaji wengi wa Frelimo walikuwa Wamakonde kutokana na ujasiri wao wa kupambana misituni, na Msumbiji ikafanikiwa kupata uhuru mwaka 1975. Wamakonde wa Tanzania walikuwa wanaendelea zaidi katika kilimo, uchongaji pamoja na biashara ndogo ndogo. Baadhi yao walihamia mijini kama Dar es Salaam, Mtwara pamoja na Lindi. Walibeba utamaduni wao pamoja na sanaa yao ya kipekee. Wamakonde ndio maarufu zaidi Afrika kwa sanaa ya uchongaji wa miti, hasa mti wa mpingu. Wamakonde wana aina mbalimbali za sanaa zao. Moja ya sanaa maarufu sana ni Shetani Style. Hii ni sanamu za maumbo ya kiroho ya kufikirika. Nyingine ni Tree of Life, sanamu zinazoonyesha mshikamano wa familia, na nyingine ni barakoa za jadi za sherehe. Sanaa hizi zimeuzwa duniani kote na kuifanya jamii ya Wamakonde ijulikane kimataifa. Wamakonde wana mila zao na desturi ambazo ni jando na unyago. Kama makabila mengi ya Kibantu, Wamakonde walikuwa na jando kwa wavulana na unyago kwa wasichana. Hizi zilikuwa shule za maisha zilizofundisha ujasiri, heshima, majukumu ya ndoa pamoja na mila za jamii. Wamakonde na ngoma zao za asili zilikuwa ni sehemu muhimu sana katika sherehe, vita, harusi na mazishi. Ngoma maarufu zilihusisha vinyago na barakoa. Na mpaka sasa tumebahatika kupata wasanii wa Kimakonde wanaopeperusha bendera ya Tanzania ndani na nje ya nchi. Tunao wengi, lakini mmoja wapo ni Harmonize kutoka Konde Gang, mmoja kati ya msanii maarufu sana hapa nchini kwetu na hata nje ya Tanzania. Anafanya vizuri sana kwenye sekta ya burudani nchini. Katika imani za dini, kabla ya dini za kisasa zijaanza, Wamakonde waliamini mizimu ya mababu, nguvu za kiroho, tambiko za jadi. Baadaye wengi walikubali kuwa Waislamu na wengine Wakristo, lakini baadhi ya mila zao za asili bado zinaendelea hadi leo. Wamakonde katika dunia ya leo hii, Wamakonde wanajulikana duniani kwa sanaa, muziki wa asili, historia ya mapambano, utamaduni wao wa kipekee. Vijana wengi wa Kimakonde wameingia kwenye elimu, siasa, biashara, michezo na teknolojia. Hata hivyo, bado wanaendelea kuhifadhi lugha na tamaduni zao. Historia ya Wamakonde ni simulizi ya watu waliopitia misituni, vita, utumwa, ukoloni na mapambano dhidi ya uhuru, lakini wakaendelea kusimama imara. Kutoka kwenye miinuko ya Makonde Plateau hadi majukwaa ya sanaa duniani, Wamakonde wameacha alama kubwa katika historia ya Afrika Mashariki. Utamaduni wao, ujasiri wao pamoja na sanaa yao vinaendelea kuwa urithi mkubwa unaovutia wengi duniani hadi leo. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika simulizi hii fupi. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike.